Huyu binti anaitwa Dorinda. Leo hii ni birthday yake, anatimiza miaka 8. Hapa na wasubiri wazee wake ili watoke pamoja kama familia. Punde anaingia mama peke yake huku kashika keki. Akamwambia babako katuma hii keki kwa sababu yeye atachelewa kidogo. Huku upande wa pili tunakutana na familia nyingine. Mchizi anaitwa Francis na mama anaitwa Ifioma. Mamake anamuuliza kimetokea nini huko chuo, mbona kanuna hivyo? Francis anasema hakuna kitu kilichotokea, yuko poa tu. Basi sawa, chakula chako pendwa kiko tayari. Usijali, sina njaa. Kisha akaondoka. Huku kwa Dorinda na mama yake wameshasubiri sana, lakini mzee atokei. Paka Dorinda akaanza kusinzia. Kumpigia simu haziokotwi. Dorinda anashikilia macho asilale, maana wameshaangalia movie 3 mpaka sasa hivi na zote zimeisha, lakini mzee atokei. Huku barabarani tunakutana na huyu mzee, analalamika kishenzi. Mfanya haraka nifike nyumbani mapema. Leo ni siku muhimu sana na familia yangu. Huku nyumbani Dori ameshakata tamaa ya birthday tena. Anataka tu basi amuone baba yake. Kabla mama hajaongea chochote, mlango ukagongwa. Amefika. Kwenye harakati za kukimbia akaanguka. Mama akamnyanyua akasogea mlangoni kumpokea mzee. Huku nje mzee anasubiria kufunguliwa mlango tu. Ile Dori kufungua hivi anakutana na mlinzi. Bosi mtoto sikia. Mlango ukafungwa. Kisha ukafunguliwa upande wa pili kwa akina Francis. Sherehe tu mule ndani, mzee kafika. Mimi hapa ni storyteller wako, naitwa Iskonka na hii hapa ni E7 Beats. Subscribe na utana notification bell ili uweze kujiunga na familia hii kubwa. Basi mama naye akaona afungue mlango. Asante Mungu madam, niangalie. Umefurahi sasa? Mlango ukafungwa tena. Dorinda akajisikia vibaya sana maskini. Huku upande wa pili ni bashasha tu ndo kitu chenye nafasi hapa. Wakawa wanapiga stories za hapa na pale na nini, lakini akiguswa masuala ya shule, Francis anakosa raha kabisa. Kuna kitu kinamsumbua, tutajua huko mbele. Huku nako maswali yakaanza. Mbona uliniambia baba akakwama kwenye foleni? Foleni gani hiyo ambayo haiishi? Na vipi kuhusu keki? Hakununua yeye, si ndio? Ndio, hakununua yeye. Nilinunua mimi. Inamaanisha baba anipendi mimi, si ndio? Aliahidi mwaka huu itakuwa tofauti, lakini hakuna kitu. Mama anamtuliza tu binti yake. Anamwambia baba yake ni mtu bize sana, ila anamwaahidi lazima aje kufidia hii siku ya leo. Huku nako mzee akaona achungulie simu yake. Anakutana na miss call 17 na jumbe 3 za sauti. Huyu ndo wale baba wa Dorinda. Akawa anasikiliza zile jumbe za sauti. Mama yake Dori akimsisitiza awai siku hii muhimu kwa binti yao. Sasa wale ana familia mbili. Hii ndo familia yake kubwa na ile ni familia ndogo. Wakati anaendelea kusikiza zile jumbe za sauti, mke akaingia. Akamwambia inabidi apumzike kwanza, atadili na hayo mameseji kesho. Basi mabusu mengi na nini, wanapendana sana hawa wazee. Kesho yake mapema mno mzee akaenda nyumba ndogo. Chisom akatokea. Naomba unisamee. Itunze hiyo uje umwambie binti yako. Sikufanya makusudi, nilisahau kabisa. Lazima usahau, si ndo tabia yako? Humuonei huruma huyu mtoto, unamuumiza sana. Haya, huyu hapo, nenda akamdanganye kama kawaida yako. Kisha akaondoka. Mzee akamsogelea Dori. Dori akamrukia akamkombatia, lakini akakumbuka anatakiwa kumnunia kwanza huyu mzee. Basi akanuna. Mzee akakaa sasa kuanza kutunga uongo. Anasema alikata tiketi ya ndege ya kwanza wakai-cancel. Ndege ya pili pia wakai-cancel. Yaani ungeona jinsi nilivyokuwa na wavuruga. Nilitaka kuichafua airport nzima. Wamehangaika sana kunituliza. Uongo mwingi ukatungwa hapo hapo. Paka Dori akamuelewa mzee wake. Sasa I hope mpaka hapa tunatamani kujua zaidi kuhusu hii familia ndogo. Chisom anajua kabisa wale ana familia yake nyingine, na hawa wawili kwa sasa hawana mahusiano yoyote ya kimapenzi. Lakini kinachomuumiza kila siku Chisom ni kwamba wale hana muda kabisa na binti yake. Hivyo akawa anamlalamikia walau wawe anatenga muda kwa ajili ya mwanae. Lakini pia muda huo huo wale naye hataki familia yake kubwa ijue kama ana familia nyingine. Ndo stress anazopitia kila siku. Yaani huku asijue na huku asijisikie wapweke. Jinsi alivyokutana na Chisom mpaka wakapata mtoto, tajua uko mbele. Sasa najiuliza atatunza uongo mpaka lini? Kila siku inabidi atunge uongo mpya ili kuficha uongo wa zamani. Sasa kachoka. Sasa kumbe kinachomsumbua Francis ni somo la hesabu. Haelewi chochote kuhusu hesabu, ndo kinachomnyima raha. Mzee akaingia humu chumbani na akawa anampa moyo wa kuendelea kukaza na kusoma kwa bidii. Huku nako Dori kambana mama yake ampigie mzee, anataka kuongea naye. Piga mno simu aziokotwe. Itakuwa yuko busy na kazi, utaongea naye kesho. Mtoto anatungiwa uongo tu kila siku. Chisom akafikiria kuja kumwambia tu ukweli Dori kwamba wao ni mpango wa kando. Huku nako anaenjoy tu, wanapata chakula kwa pamoja, story nyingi. Mara mzee akapokea simu, akapewa taarifa za kushtusha. Nipe location mapema na kuja hapo. Wale, kuna shida gani? Nikufuate au? Hapana, narudi sasa hivi. Francis hakuelewa kinachoendelea. Sasa kumbe kuna msiba umetokea. Chisom mama yake Dorinda kafariki.
Mlinzi hapo nyuma analalamika, kwa nini watu wema wanaondoka mapema? Sasa nani atanilipa mshahara? Punde akaingia Dori katoka shule, akamrukia baba yake. Kwa hiyo mama yuko wapi? Kalala au? Anti Uche. Makumbato mengi mjini msibani. Huko nyumbani mke anapiga simu nyingi kwa mumewe lakini haokoti, na imesha kuwa usiku sana. Francis akatokea na akamwambia akalale tu. Mumeo sio mtoto kwamba atapotea au vipi, awe na amani tu. Kesho yake mzee ndo akarudi nyumbani na akaanza kutunga uongo kwamba rafiki yake wa karibu sana kafiwa na mke wake. Mke akaamini naye akaanza kulia. Baada ya kutoa hizo taarifa, mzee akasema tena atasafiri kibiashara siku 3 zijazo. Safari tena? Ndiyo, na mwenyewe ndo nimeambiwa tu sasa hivi, ndo maana sikukwambia. Basi miezi 2 mbele, Anti Uche akawa anamwambia huyu mzee kwamba hawezi kuendelea kukaa na Dori kwa sababu na yeye ana familia yake ya watoto 4 kabisa. Hivyo afanye mpango amchukue tu. Na kama issue ni familia yako, inabidi uongee nao tu, uambie ukweli. Mwisho akamwambia, mimi nakupa wiki 1. Fanya kuongea na familia yako kisha uje kumchukua. Mzee akasema sawa. Basi alivyorudi nyumbani akaitisha kikao cha familia. Ilikuwa ngumu sana kuongea. Ila mwisho akasema, nina mtoto mwingine. Wote hawakumuelewa mwanzoni, wakadhani labda alikuwa anataka kuasili mtoto. Sijamaanisha hivyo, nina mtoto wa damu kabisa, ni wa kike na mama yake ndo alifariki kwa ajali mbaya sana na sio mke wa rafiki yangu kama nilivyokuambia. Hivyo nataka kumleta aishi na sisi hapa. Ifyoma, tafadhali nisamee na kuomba. Ifyoma akaanza kukiwasha sasa, kulitimka vumbi kwenye vigae. Kama unafanya uigizaji, unaweza tumia hii scene kama kujipima. Mama alivaa sana uhalisia na ukiangalia lazima akuguse. Link ya full movie iko kwenye description. Baadaye mzee akaingia chumbani kamletea viatu Ifyoma. Akajaribu kuongea naye tena. Anamwambia anamuomba sana samahani. Hata hivyo, alikuwa na mpango wa kuja kumwambia, ulikuwa una huo mpango. Sema tu plani zako zilifeli. Kwanza ana miaka mingapi huyo mtoto? Ana miaka 8. Miaka 8? Wale miaka 8. Umenichiti na kunidanganya kwa miaka 8. Na tunalala kitanda kimoja miaka yote hiyo. Makeup inapukutika tu kwa machozi na jasho. Mwisho akasema asije akamleta huyo mtoto humo ndani, kisha akaondoka. Basi mzee akaanza kutengwa, hakuna mtu mwenye muda naye. Wanaondoka wote na magari wanamwacha wa mguu. Usiku wakati wa kulala kuna ukuta mkubwa mno wa Yeriko umetengenezwa katikati ya kitanda kwa kutumia mito. Baada ya wiki 1 kupita, mzee akaja kumchukua Dori. Kwanza kabisa akamwambia ukweli kwamba ana familia nyingine, hivyo ataenda kukutana na mama mwingine pamoja na kaka mkubwa. Mama mwingine? Hakuna mtu anaweza kumreplace mama yangu. Ndiyo, hakuna mtu anaweza kumreplace mama yako, ila mke wangu atakulea wewe badala ya mama yako. Mke wako? Nilidhani mama yangu ndo mke wako. Mzee akamwangalia Anti Uche. Sikumuoa mama yako. Kabla ya mimi na mama yako kukutana, nilikuwa tayari na mke pamoja na mtoto wa kiume. Wale ni familia yangu ya kwanza. Kwa hiyo sisi ni familia ya pili. Hiyo ndo sababu ulikuwa hauishi na sisi, na ndo maana mara zote ulikuwa unasahau birthday zangu. Ila kweli, cha pili hakinaga umuhimu kama cha kwanza. Ila ni watu wema, yani mama na kaka. Kabisa kabisa, utawapenda sana na nina uhakika watakupenda pia. Kisha akamuonesha picha zao. Dori akamuelewa mzee wake. Basi moja kwa moja mpaka eneo la tukio. Muda huo Francis anawapata mubashara kutokea juu. Huku ndani Ifyoma naye anawapata mubashara kupitia dirishani. Ile Dori na baba yake wanaingia ndani, mama ndo anaishirizia kwenye ngazi. Dori anashangaa mbona hakuna watu wanaomkaribisha humu ndani. Basi mzee akampeleka chumbani kwake. Dori akakipenda sana chumba chake, na kumbe aliambia ukweli kwamba mama yake alifariki kwa ajali ya gari. Hivyo hapa anasema muda mwingi sana huwa anamisi mama yake, ila hataki kulia sababu mama alimwambia wakubwa waga hawalii. Baada ya mzee kutoka kwa Dori, akarudi ndani. Ifyoma akamwambia, unajua kwamba huyo mtoto sio jukumu langu, kwa hiyo usitegemee eti nitampikia. Hivyo basi, nitashughulikia watu 3 tu humo ndani. Kisha akaondoka. Kesho yake asubuhi Dori anaamka, anatoka chumbani kwake, anapiga mahesabu agongi mlango upi. Akachagua huo katikati, akaanza kuugonga. Mwisho akaufungua, akaingia. Akarudishwa na Francis. Unatafuta nini humu panya? Panya? Usiniite hivyo, sifanani na panya mimi. Hata hivyo namtafuta baba yangu. Nenda kamtafute huko sasa. Nisikilize vizuri. Hakuna mtu anayekutaka humu ndani, unanielewa? Kinatikisa kichwa tu. Na kingine. Mimi sio kaka yako, usiniite hivyo tena. Kisha akaingia ndani akafunga mlango. Baadaye kwenye chai, mama kaandaa chai ya watu 2 tu. Mzee akaja na Dori. Akawasalimia wote kisha akamtolea kiti Dori akakaa. Ngoja nikuandalie chai, sawa?
Mzee huyo moja kwa moja jikoni. Dori akakinukisha, za asubuhi mama, za asubuhi brother, au nikuite bro au vipi? Mama akanyanyuka akasema kapoteza hamu ya kula, kisha akaondoka. Mbona muda wote mchachu huyu bibi? Francis akamkata jicho hilo. Dori ikabidi aondoke pale, akaenda jikoni kwa baba yake huku analia. Sidhani kama nitaweza kukaa hapa sio kwetu. Hii ni nyumba ya baba yako, hapa ni kwenu. Ni vile kila mtu tukavurugwa sasa hivi, ila baada ya muda kila kitu kitakuwa sawa. Watakufurahia wote. Kesho yake asubuhi Francis anaingia chuo na mshikaji wake. Mzee akamuita na akamwambia, nimemsajili Dori karibu na chuo chako, hivyo utakuwa unampeleka shule na kumrudisha. Mzee, hiki nini sasa? Hujaridhika tu, nyamaza. Alafu na wewe ondoka. Naam, nimesema ondoka. Basi tumlipia hata basi la shule ambalo litakuwa linamchukua na kumrudisha, kwa sababu huwezi kunibebesha mzigo wa madhambi yako mwenyewe. Wewe ni nani unipe maelekezo mimi? Unajua unaongea na nani? Una akili wewe? Ongea tena mara ya mwisho ni kuweke kofi zito ambalo hujawahi kupigwa kwenye maisha yako. Unajilipia ada wewe? Unajiona nani? Na kuanzia leo unatakiwa uwe mwema kwake. Taarifa ikamfikia bi mkubwa, akapinga vikali. Anadai kuwa sababu ya shule zao kuwa karibu sio kigezo. Akaanza kuongea maneno makali mno kwa Dori, kwamba yeye ni mtoto wa malaya, chanzo cha ugomvi kwa familia yao, ni mtoto wa laana, mambo mengi mno. Usiku tena mzee akajaribu kumuomba msamaha mkewe. Ifeoma akampa condition kwamba akimuondoa huyu mtoto hapa atamsamehe, kisha akaondoka. Sasa swali ni kwamba anamuondoa anampeleka wapi? Huku kwa Dori usingizi umekataa, hivyo akaamka akaanza kuandika diary. Mara nyingi Dori anapenda kuyaandika maisha yake kwenye diary. Leo hii anaandika kwamba ana imani mama na kaka yake mpya kuna siku atamkubali. Najua ni ngumu kwao kwa sasa, lakini kuna siku tutakuwa familia moja. Kesho yake asubuhi mzee akawa anamlalamikia Francis kwa kuacha nguo za mdogo wake kwenye mvua, wakati jana alimtuma akazitoe. Francis majibu yake ni kwamba anamchukia huyo mtoto, hataki hata kukaa karibu yake. Mzee akamwambia, ukirudia tena jambo lolote la kumuumiza huyu binti, nitakuhakikishia unaadhibiwa. Shika kazi kaushe. Basi kadri siku zinavyozidi kwenda, Dori akawa anajitahidi kuwa karibu na mama na Francis, lakini akawa anatimuliwa tu. Akiangalia TV bi mkubwa anakuja kumtoa nduki. Hakuna kuangalia TV bila ruhusa yake. Ifeoma anafanya hayo yote, lakini kuna roho ya huruma inamuingia, inamfanya aumie sana. Anaona kabisa huyu sio yeye, hanaga roho mbaya hivi. Sasa kuna siku mzee katoka kazini akaingia chumbani kwa Francis na akawa anamuomba mchizi amkubali Dorinda kama mdogo wake. Anasema anawajua vizuri yeye na mama yake, hizi sio roho zao, wao ni watu wa upendo tu. Nakubali nilikosea na nachukua lawama zote, lakini hata mama yako naye ana madhaifu yake, alisababisha mimi kufanya yote haya. Wewe unataka kumlaumu mama kwa makosa yako? Mzee akamwambia, ngoja nikuambie ukweli, sababu wewe tayari ni mtu mzima. Anasema kila mara nilipokuwa nikigombana na mama yako alikuwa kiniadhibu kwa kuninyima unyumba. Najua hiyo sio sababu ya mimi kunifanya moja kwa moja ni chiti. Ndo tunapewa sasa stori ya miaka 8 nyuma. Wole na mkewe walikuwa wakigombana sana hata mbele za watu. Hivyo Ifeoma akawa anamnyima unyumba na alikuwa ananuna vibaya mno. Mzee ananunua zawadi za kila aina, lakini wapi. Ikapita wiki kabisa faza hajaonja. Mzee aliomba sana msamaha. Alijaribu sana mambo yakae sawa, lakini wapi, ikawa ngumu. Fikiria unanuniwa na mtu ambaye huo unalala naye kitanda kimoja kwa wiki nzima. Hilo likamfanya mzee kwenda kulewa sana ili walau apunguze mawazo. Akiwa anateremsha shot taratibu, akatokea Chisom, mama yake Dori. Akaikwapua ile shot ya mwisho akaipiga yeye. Wakala story kadhaa na Chisom alijua kabisa kwamba Wole kaoa, sababu aliona pete. Baada ya kuongea ile anataka kuondoka, mzee akasema anaweza kumpatia lift mpaka anapokwenda. Wakajitambulisha kwa majina pale, kisha kikanuka. Hiyo ndo ilikuwa mara ya kwanza na ya mwisho kumchiti mama yako, na huwa anajutia sana. Natokea kipindi hiko nilikuwa namkwepa sana Chisom, ila siku moja akanambia ana mimba na akagoma kabisa kuitoa. Kwa hiyo alipata mimba kirahisi hivyo. Una uhakika wewe ndo baba huyo mtoto? Sije kao ulibebeshwa mimba ya mtu. Hata mimi mwanzoni nilihisi hivyo, lakini tulifanya DNA na kweli tukakuta ni damu yangu. Siseme kwamba alichofanya mama yako ni kigezo cha mimi kutokujutia makosa, hapana. Ila sikukutana tena kimwili na Chisom. Mama yako aliendelea kuniadhibu kwa kuninyima unyumba kila mara, lakini niliweza kujikontrol. Sijawahi kabisa kumwambia hii story mama yako. Na kwa nini unaniambia mimi sasa hivi? Ili unisaidie kuniombea samahani kwa mama yako. Chizi akasema mama kaumizwa sana sasa hivi, hivyo mpe muda tu. Mzee akasema sawa, lakini akamuomba sana Francis awe mwema kwa mdogo wake Dori. Akamuomba sana. Basi kesho yake kidogo sana Francis akaanza kuongea na Dori na akagundua kweli Dori yuko kwenye hali ya maumivu sana kwa sasa kuliko hata wao.
Kuna siku mama kakaa zake sebuleni anaongea kwa simu na watu wake, huku nje Dori ndo anatoka shule. Kufika mlangoni kufungua hivi, mlango umefungwa. Akaanza kugonga. Baada ya bi mkubwa kujua ni Dori, hakujisumbua hata kusimama. Baada ya Dori kugonga kwa muda mrefu, mwisho akaona akae tu hapo nje. Muda kidogo ukapita, kama nusu saa hivi, akaingia Francis katoka chuo. Ile anafika mlangoni, anashangaa anamuona Dori kapitia usingizi hapa nje. Akataka amkaushie lakini akaona sio kweli. Akajaribu kumwamsha, hakuamka. Akaona mbebe tu, kisha akagonga mlango. Bi mkubwa ndo kunyanyuka sasa kwenda kufungua. Alivyoona wako wawili, hata kuwasemesha karudi zake ndani. Francis kaanza kulegeza moyo na kuelewa hali ilivyo. Lakini mama hataki kabisa kusikia hizo habari. Kesho yake asubuhi, Francis akaingia chumbani kwa Dori, kaja kumchukua ampeleke shuleni. Dori anazunguka tu anasema haoni soksi zake. Francis kuangalia mara moja tu akaziona, kisha akaja kumvalisha. Wakati anamvalisha, Dori akamuuliza, "Kwa nini unawalipa watu wa kufanyia assignment za hesabu? Kwa nini usimwambie baba akutafutie mwalimu wa nyumbani?" "Mimi mkubwa bana, sihitaji mwalimu. Watoto kama nyie ndo mnahitaji walimu wa nyumbani." Jioni ya siku hiyo, Dori akawa anajisomea sebuleni. Mara Mazausi akatokea, akakohoa tu. Dori akaanza kupaki vitu vyake. Wakati anakimbia kuondoka, akaanguka. Akajinyanyua huyo, akasepa. Bi mkubwa akasogea sehemu alipoanguka Dori. Kuna kitu aliacha. Akakutana na ile diary sasa. Akaona hemu aichukue ipitie kidogo. Akakutana sasa na vile vitu ambavyo Dori alikuwa akiandika. Kuna sehemu aliandika kwamba anampenda sana mama yake mpya, sababu ni mzuri sana. Akivaa anapendeza, anapenda viatu vyake mpaka mikoba yake. Hivyo anatamani angekuwa rafiki yake. Lakini kuhusu kakaangu, hadiiti tena panya. Ni rafiki yangu, nampenda sana. Lakini kwa bi mkubwa bado ananichukia. Natamani anipende pia. Yale maneno yaliugusa sana moyo wa Ifeoma. Anasema hakuna haja ya kuwa mchachu kwa huyu binti ambaye hana makosa yoyote. Akalia sana. Huku Dori kala pozi chumbani, mara mlango unagongwa. Akashuka kwenda kufungua. Baada ya kujua ni bi mkubwa, akarudi chapu kujifunika. Mama akaingia. Akasogea mpaka kitandani akakaa. Akampatia diary yake kisha akaanza kumuomba msamaha. Dori haamini anachokiona. Mwisho akapata kumbato zito, mabusu mengi na nini. Kwa hiyo naweza kukuita mama sasa hivi? Ndiyo mwanangu, niite tu, lakini pia nikuombe kitu. Naomba msamehe mama yangu kwa niaba yake, ili apumzike kwa amani huko mbinguni. Basi makumbato na machozi ndo kitu chenye nafasi hapa. Kesho yake mzee amuoni Dori. Anamuuliza Francis naye ajui yuko wapi. Basi wakaanza kutafuta nyumba nzima. Wakatoka nje wakamuuliza mlinzi. Mlinzi akawaambia, bi mkubwa aliondoka na Dori toka asubuhi na sijui wamekwenda wapi. Wakati wanaendelea kuhamaki, mara wanaona gari inaingia. Bi mkubwa akafungua mlango akasema, "Njoni mumsaidie huyu binti kubeba vitu vyake vya shopping." "Huyo binti mwenyewe yuko wapi?" Mama akaenda kumfungulia mlango. Dori akashuka, akamkimbilia baba yake, akampa stori nzima za shopping. Baada ya kutoa stori, huyo akakimbia ndani. Ifeoma akamwangalia mume wake kama, wale wako urudie tena." Baada ya kila mtu kuingia ndani, mzee akaenda chumbani kumsubiri mkewe. Akaanza kumuomba msamaha upya. Ifeoma akakubali kumsamehe. Bashasha likarudi tena. Kwa mara ya kwanza kabisa familia ikaungana. Bashasha tu. Na mwisho kabisa mzee akamwambia Francis kwamba atakuwa anamfundisha hesabu kila siku akitoka kazini, ili mchizi aweze kufaulu kwenye masomo yake. Sasa usiku wakati Francis kalala, Dori aliingia chumbani kwake akampiga makeup ya ajabu. Asubuhi mchizi anaamka hivi, anamshukuru Mungu kaamka poa, ila anaingia bafuni kwenye kioo ndo akajiona bana. Akapiga kunga huyo. Na hapo ndo inakuwa mwisho wa hii movie inaitwa Family Ties. Niandikie maoni yako hapo chini, umeionaje hii kazi? Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Iskonka. Tukutane kwenye video nyingine. Bye. Yo, E7 Beats, nigga.